Nafarijika na matokeo. Kama matokeo yangekuwa sio mazuri, tungeacha toka mwaka wa kwanza au mwaka wa pili. Sugu bado ukimuuliza maswali yale ambayo haelewi na kuzingua hapo. Sikuzingui na kunyosha. Kabla sisi tujaanza hii program, hakuna mtu alikuwa anakumbuka wakongwe. The Legacy on Sat Media. Bwana, mara zote huwa tunazungumzia The Legacy. The Legacy inazungumzia wakongwe, na hapa tupo na mkongwe namba 1 Tanzania aliyefanya muziki wa biashara. Huyu si mwingine ni kaka yetu Sugu. Tuna mengi ya kuzungumza, lakini mara nyingi huwa tunaheshimu kile ambacho Sugu anachokitaka, kwa sababu Sugu bado ukimuuliza maswali yale ambayo haelewi na kuzingua hapo. Huo ndio ukweli. Ukiwa mkubwa lazima uende kiukubwa. Sasa katika vitu ambavyo tunavizungumza, sikuzingui na kunyosha. Ona sasa. Huwezi kumzingua mwanahabari. Yes. Bwana, mimi naitwa Kione Hamisi Mauruku, nyuma kamera yuko Mahmoud au Kidwax. Sasa katika vitu ambavyo tunazungumzia Bongo Flava Hana, heshima kubwa sana umeifanya kaka Sugu. Kwanza tu namna mafanikio yenyewe kwanza kiujumla umeuheshimisha sana muziki. Kiujumla hii heshima kwako wewe umepokeaje tangu umeianzisha Bongo Flava? Kwa kweli nafarijika na matokeo, na ndio maana tunaendelea kufanya. Sasa tuko mwaka wa 4, season 4. Kama matokeo yangekuwa sio mazuri, tungeacha toka mwaka wa kwanza au mwaka wa pili au hata mwaka wa 3 basi. Lakini the fact kwamba tuko mwaka wa 4 ina maana mambo yanaenda vizuri kulingana na tulivyopanga. Kwa hiyo it's all good. Nafurahia support ya watu. Mafanikio ni makubwa kama tunavyosema. Kabla sisi tujaanza hii program, hakuna mtu alikuwa anakumbuka wakongwe. Ulikuwa huwezi kuona mkongwe anatambulika kama professional artist. Lakini miaka 4 baadaye leo unaweza ukaona hata ukikaa kwenye media, ukikaa kwenye mabaa, sehemu za starehe, sasa hivi ni kawaida kusikia rotation hewani ya muziki ya wakongwe wa zamani. Unaweza ukakaa kwenye baa kama saa 2 usisikie muziki wowote zaidi ya muziki wa wakongwe. Lakini pia maonyesho. Zamani walikuwa hawaonekani, lakini sasa hivi wanaonekana, wanapewa kazi, na matamasha mengine ya kuwaenzi yanaanzishwa kama unavyoona hii miaka 30 ya Bongo Flava. Kwetu sisi tunaichukulia kama ni matokeo ya mafanikio ya tulichokianzisha na Bongo Flava Hana. Moja ya ndoto kubwa ambazo vijana wengi wangetamani kuona, anazaliwa afande Sele mpya. Pengine kwako wewe sasa, kupitia Bongo Flava Hana na Sugu anavyoubeba muziki, tutarajia kumuona afande Sele mpya mwingine kabisa? No, mimi sishughuliki na vipaji vipya. Mimi nashughulika na kuhifadhi na kulinda heshima ya vipaji ambavyo vimeshafanya mchango kwenye muziki. Haya mambo ya kushughulika na vipaji vipya, mimi sina lebo. Mimi na entertainment company ambayo kazi yake ni kuandaa events, ikiwemo event kama hizo Bongo Flava Hana. Album 10 sokoni. Sugu ni mkongwe sana. Katika zile album 10, albamu yako gani wewe kwako ndio the best? Zote the best. Ana miaka chini ya 18, mambo ya fedha pamoja na niko mikononi mwa polisi. Kwako wewe ukiambiwa, umesema albamu zako the best, lakini kuna ngoma moja inawezekana ukasema hii ni kali sana, pengine katika hizo kwa sababu kila nyimbo mimi niliandika kwa malengo na ilitoka moyoni, na kila nyimbo ilikuwa na target yake, dhamira yake. Kila nyimbo ilifanikiwa kupeleka ujumbe uliotakiwa. Kwa hiyo kwangu mimi nyimbo zote almost sawa, ila naheshimu hisia za mashabiki. Najua mashabiki wanapenda nyimbo gani zaidi na nyimbo gani zaidi na nyimbo gani zaidi, ila mimi zote nilizoandika niko nazo sawa. Kwako wewe tukimaliza, kwako wewe, kwa akina dada ambao umewahi kufanya nao chorus zako, Lady JD, Star na wherever, lakini kwako wewe ngoma gani unahisi kwamba ilifanya vizuri kiitikio chake? Sikuulizi swali la uchonganishi, lakini viitikio kama ninavyosema, kila nyimbo inakuwa na dhamira yake. Kwa hiyo hao uliowataja wote nimefanya nao, na wote ngoma zao zilishika na zikawa classic mpaka leo.
Lady JD nilifanya naye mambo ya fedha ambayo mpaka leo ni masterpiece. Star nilifanya naye, Star nimefanya naye kama nyimbo 4. Tuhitimisha kwa sababu naona mambo yanakuwa mazuri. Katika vitu ambavyo watu wengi tungetamani kuona Sugu, ungetamani siku moja kufanya event ambayo sio ya indoor, labda ya nje, pengine tutarajie hiyo? The Waka World ni kampuni inayoandaa hizi events. We don't know kesho tutakuja na idea gani, tunaweza tukafanya hivyo, lakini kwa Bongo Flava hana kama ilivyo, itaendelea kufanywa hivi ilivyo. Naomba tubariki vijana ambao tunatafuta maisha. Kijana kutoka Mbeya, kijana ambaye alishawahi kupita kuwa mlinzi, ametoboa, ameenda nje, ametoboa na sasa hivi ni mkubwa sana. Vijana tuondoke na ujumbe gani kupitia Sugu? Kujitambua, kuwa na ndoto, kutokata tamaa na usikubali kudharaulika. Mtu asikwambie kitu fulani uwezi, akikwambia uwezi, mwambie labda yeye hawezi, wewe utajaribu. Tunafunga na Sugu. Sugu anapenda michezo. Wewe unapenda mpira au basketball? Basketball, yes. Kusema ukweli niwe mwazi, mimi sio mwana michezo. Mimi sio mpenzi wa michezo sana. Mimi napenda sana muziki. Bwana, tulikuwa na Sugu, ametubariki dakika zetu chache hizi za Legacy. Huyu ndo kongwe wetu siku ya leo kupitia Sat Media. Mimi naitwa Kiona Hamisi Maruku. Ili wapate kuteka, watasubiri, watachoka, watapata, watashuka. Tena baki vile kila siku, kila mwaka, na bado na wakilisha tutama na maniwaka. Nilifanya na fight bila kuchoka. Najua mama, ili mtalikabili, kwani najua jeuri dawa yake ni kiburi. Wanachotaka wewe upate tabu, na kidogo tutuki bila sababu. Najua mama, ili mtalikabili, kwani najua jeuri dawa yake ni kiburi. Kweli jeuri dawa yake ni kiburi. Nami nitabaki mbishi mpaka nilione kaburi. Wakwapi wananicheka shuleni nilipofeli. Pilika zangu mtani zimenifikisha mbali. Sina tatu niko boda na itafuta South Africa. Na kila napotaka naenda zangu Amerika. Ndivyo maisha yanavyoweza kutenda. Leo niko na Terano, kesho cha Wenje, na bado nikiwa bana daichenji. Hata picha Sugu angekuwa kashatoka. Hakika historia ingekuwa imeshafunika. Mama mdogo angeongea kutuke mwanavyotaka, ningekwenda kama WhatsApp wa soka. Kumbuka niliacha fani wakasema na nini. Nimerudi kwa kishindo, wengine wanapata stress, wanabaki tu wanasema na mimi nasema wasema atakavyosema. Wanasema mchana na usiku watalala, na ukiamka asubuhi mimi naendeleza bakora. The Legacy on Sat Media.